Nini tena baba? Dada, habari za muda huu? Unajua tangu ulivyomwacha mdogo wangu kule nyumbani, kikweli hali yake haijakaa sawa bado. Na tofauti na vile ulivyomwacha, sasa hivi naona kama imezidi kuwa mbaya. Kwa sababu mwanzo alikuwa analalamika mkono, ila sasa hivi mpaka mguu pia kutembea hawezi. Kwa hiyo kama ulivyosema hapo awali unaweza kumsaidia, basi naomba twende ukamsaidie mdogo wangu. Mimi siwezi kumsaidia ndugu yako. Na wala sina nguvu yoyote ya kuweza kumsaidia ndugu yako. Ila niliongea vile kwa kuwa nilijua naweza nikaingia ndani kwenu, nikachukua maji ya kunywa, nikampa na akakaa sawa. Lakini kwa kuwa ulinikatalia, nikaamua kuondoka. Kwa hiyo sasa msaada wangu uliokuwa nao hapa ni kumchukua ndugu yako umpeleke hospitali. Labda atakaa sawa, lakini mimi siwezi kumsaidia. Dada, kama unavyojua hata kijiji chetu huduma za kiafya ziko mbali sana mpaka kijiji cha pili. Hivyo pia kumbuke dadangu, ubaya ulipi kwa ubaya. Naomba nitendee japo hisani hata kidogo tu kamsaidie mdogo wangu, kwa sababu sisi wenyewe ndo tulivyokuepo vile vile. Naomba unisaidie tafadhali dadangu. Kama na huduma pia za kiafya ziko mbali, basi endeleeni kumwomba Mungu, atakuwa sawa, lakini mimi siwezi kumsaidia ndugu yako. Wewe umesema kwa sasa umemwacha wapi? Nimwache nyumbani. Naweza kwenda. Mzee wangu, kuna maswali mawili au matatu vinahitaji kuuliza. Hivi ni kitu gani ambacho kimefanya mimi mpaka napata matatizo yale? Ama kuna mbaya yoyote alikuwa karibu yangu ndio akapelekea kunizuru na mimi kuanguka pale? Mwanangu, hata mimi limenishangaza sana. Wakati wewe upo mbele yangu, mimi niko nyuma. Nashangaa tu umeshika shingo, baada ya kidogo unadondoka. Basi nikaita majirani, tukakubeba, ndio tumekurejesha hapa. Kweli mzee wangu, na kila kwenye matatizo, majanga, mateso na manyanyaso, itabidi tumtegemee Mungu. Kwa maana Mungu yeye ndo anajua kesho yako. Pia yeye ndo anajua kwamba leo unapata matatizo, kesho unakuwa sawa. Na leo unakuwa maskini, kesho unakuwa tajiri. Na kuna kitu kimoja inataka tujifunze mzee wangu. Katika maisha hakikisha unaishi vizuri na kila mtu. Kwa maana unajua anayekusaidia kesho nani. Huyo mbaya wako ambaye anayekuchukia na kunyanyasa, ipo siku atakuja kuwa rafiki yako na atakusaidia kwenye shida zako. Kwa hiyo tuishi tukipendana na pia tumpende Mungu. Na hilo ndio ninalotaka mimi kwako, ufuate mwenendo huo. Hata kama mimi Mungu akinichukua nitafariki, basi nikishafariki wewe ufuate mwenendo huu wa kumtegemea Mungu. Naomba pumzika kidogo. Sawa. Vipi mlemavu? Nimemkuta mke wako.
Ni kweli. Mimi nimejia hela yangu 25,000 ya wiki karibia ya mwezi mmoja na wiki moja. Ninachotaka hapa ni pesa yangu. Na wala mimi siwezi kupuuzia hili jambo hili. Na ninachotaka tu hapa ni pesa yangu. Kweli anapata kazi kushinda mlemavu. Yaani mimi nafanya kazi kubwa sana kumshawishi mbu tuishi pamoja, na nimefanikiwa kwa hicho kitengo. Mimi namsubiri mke wako aje anipatie pesa yangu, maana nikikudai wewe nitakuwa na dhambi. Yaani usiku nakutana na miskule napishana nayo tu. Afu mimi kwenye pesa yangu mnanizungusha. Eti wewe mlemavu. Mke wako yuko wapi? Mke wangu hayupo. Kaondoka hapa tangia asubuhi. Lakini kaondoka hajaniachia hata chakula. Sijala tangia asubuhi na sijui nikale wapi. Bwana, nimekuona mwanaume mwenzangu, unaweza nikasaidia nikala? Oya, mimi mwenyewe vile vile nimevurugwa. Usiku nakutana na miskule, napishana tu Mbo zishakuwa rafiki zangu sasa hivi. Afu sasa hizi unaniambia mimi nikupatie chakula wewe. Mwambie mke wako ndo akupatie chakula. Mimi siwezi kukupa chakula. Yaani kabisa mimi nataka pesa yangu. Mke wako akija hapa jadilianeni, nipatie pesa yangu. Mimi naenda. Karibu sana dadangu. Nadhani unaona hali halisi ya mdogo wangu. Wewe umekutana na kitu kizito sana, lakini yeye akakifanyia mzaa, na iko kitu kizito kamfunza maisha. Na ndio maana nimekutafuta dadangu, ili uweze kumsaidia mdogo wangu. Mimi nitamsaidia, lakini kwa sharti moja. Kwa sababu mdogo wangu niko tayari. Pindi nitapomsaidia ndugu yako, sitaki hizi taarifa zivuke kwenda kokote kama mimi nimemsaidia ndugu yako. Nitafanya hivyo, sitomwambia mtu yoyote yule. Naomba kanitija na mgomba ili niweze kumsaidia ndugu yako. Wito wako umekuwa ghafla sana kwangu, na mimi nimetii bila shuruti na kusikiliza. Hivi hicho unachofanya unaona upo sawa? Huoni kama unakosea? Kitu gani ambacho mimi nakosea? Mbona sijakuelewa? Huyo kijana unayekwenda kumsaidia
mimi ndo nimemsababishia hayo matatizo, na kwa sababu alikuwa ananidharau nikaona nimfunze maisha. Kwa hiyo sitaki uniingilie kwenye kazi zangu, iwe mwanzo na mwisho. Sawa, nimekuelewa vizuri. Kama umenielewa. Afadhali tumekutana hapa ndugu yangu. Maana nilitaka nije nimsalimie mmeo. Na muda mrefu sana sija kumuona. Mimi mwenyewe nilikuwa naumwa na unavyojua maisha ya pale nyumbani magumu sana. Ila usidali. Ndani ya siku mbili hizi nitakuja kumuona. Unanichekesha. Kwa hiyo kuumwa kwako mimi kunanihusu nini? Yaani kuumwa wewe umelala mimi kunanihusu nini? Ambako kuna kufanya wewe usiende kumwangalia yule kilema kule nyumbani. Alafu neno la kumuita mume wangu ukome. Yule sio mume wangu. Yule naishi naye tu kwa kumuonea huruma. Upo? Mwanaume hawezi kufanya chochote. Kaka tu muda wote. Hatafuti chakula. Mimi tena ndo nitoke ngatafuti chakula afu namuita mume wangu. Umwe, kumulia chooni afu shusha pumzi kwanza. Umeelewa Lakini ndugu yangu, mbona miaka miwili iliyopita mlikuwa mnaishi vizuri na mpaka kijiji chote kiliwapenda mlivyokuwa mnaishi. Lakini baada ya kupata matatizo tu namfanyia hivyo, sio vizuri. Ishi naye tu vizuri, mmeo Mungu yupo atapona. Yaani usifanye nikaongea mpaka mtandao wangu ukae vizuri jamani, hebu niache, umeelewa? Ulikuwa shahidi wewe, Ulikuwa shahidi kwa ndoa yangu? Au unapenda kuingilia mambo yasio kuhusu? Hebu nitolee macho yako madogo kama uduvi, mimi sitaki kufuatiliwa. Na kama unataka kunifuatilia mimi hutoniweza. Tena hutoniweza na kuambia kabisa Na kama unataka niwape mchanga chini pia nitalamba. Uniwezi kwa chochote, umeelewa Sasa kama unamuonea huruma sana, mchukue wewe, ishi naye, afu mpe ninavyompa mimi. Fala ni Samahani kakaangu. Kuna jambo nilikuwa naomba nikuulize. Nilikuwa naomba uniambie ilikuwaje mpaka umepata hayo matatizo. Wewe ni nani? Na unaonekana sio mtu mzuri kabisa kwenye kijiji chetu. Sio mtu mzuri? Wewe unahisi wewe ni mtu mzuri?
kama lengo lenu ni kuja kwenye hichi kijiji chetu ili kukiharibu, basi naomba muondoke haraka sana kabla sijaharibu nyinyi. Kitego, wewe ni mtoto mdogo sana kwetu. Tunaweza kufanya kitu chochote tutakapohitaji. Jida aiwana hina jida usonda urenda upera aiwana hina jida. Hebu fanya tuone.